watu wote tutasimama tuweze kumkaribisha mchungaji Richi Hananja. Wakati wote akali naomba ziwashwe ili nondo ikipenye ipenye live. Uongo kweli? Hilo inaitwa pendo la pilipili la mke na mume. Huku inawasha, huku unakula. Na ndoa nyingine kama studio, tangu saa 3 usiku wanaingia wanasikia wanagombana. Zamani walikuwa wanalala kitanda cha futi 3 kinawatosha. Leo futi 6 unanibana. Unakubana wapi? Ushaanza kunitoa moyoni. Lazima turudishane moyoni. Tunavaa pete kwenye kidole ni ishara, umbaye mwenzio moyoni. Ukiishi na uchungu na mke na mume hakuna mafanikio. Mwanamke anayekunja uso ananuna kila wakati na mwanamume anayenuna. Ndoa ina vipindi vitatu. Kipindi cha kwanza miaka 0 mpaka miaka 15 ni kipindi cha kununa, mnashindana kununa. Hata siku 3 mnanuna. Kipindi cha pili miaka 40 mpaka miaka 60. Kila kipindi mnaweza mkaachana. Mwanamke ulimnyang'anya msichana wake, marafiki zake akawapoteza. Akiingia miaka 40 watoto wake wakubwa, anatafuta marafiki wapya sasa, anakuacha sebleni wewe umezeeka kama mzee mdomo juu, anakuacha kama gaidi, na wewe unakuwa mkali. Sasa tukiingia miaka 50 amri moja wakali, hataki kusikiliza lolote. Mama kama kuna mtoto wake wa kiume anaungana naye, wanakutenga wewe, mafahali wawili. Unapachikwa jina, huyo kitasa amerudi huyo. Hicho kipindi cha pili cha ndoa. Kipindi cha tatu cha ndoa miaka 60 mpaka miaka 80. Kila kipindi yule hawi mke anakuwa mwenza. Kwa sababu kuna rafiki, kuna mchumba, kuna mke, kuna mwenza. Mimi mke wangu saizi sio mke, ni mwenza. Amechoka na mimi nimechoka. Ukimtuma maji anachukua dakika 5 nzima kuamka. Nenda mwenyewe, ukizubaa njaa itakuua. Sasa wenye ndoa studio tangu saa 3 wanaingia kulala wanagombana. Tangu saa 3 usiku tena kwenu mpaka saa 9 usiku. Kilala unasukumwa na ngundo, ndio kulala unisikilize. Wakienda makanisani wanasinzia, wachungaji nao wanaanza na kemea, pepo la usingizi na kemea toka. Akalale wapi? Nyumbani studio. Mwache alale kanisani, kuna muziki. Studio ndio maana wanawake wengine wako hapa hata kucheza anaogopa studio. Anaona kama yuko nyumbani, anaonekana jikacheza. Uwe flexible mwanamke. Mwanamke awe mgumu kama mgambo. Mwanamke wa mkuu wa wilaya kama Mwarabu na amecheza, wewe nani? Mkuu wa wilaya amebeti, watu wengine kuoa na beti. Unapata bonge la mwanamke, lakini wengine baadaye mpaka unajiuliza hivi nilikuwa wapi? Ndio huyu kweli. Hata mkimba na meremeta watu wanashangaa, ni meremeta yuko wapi? Mbona mmoja kama amelamba limao? Tunahitaji kwenye ndoa, tunahitaji furaha, sio uvumilivu. Uvumilivu ni jela, ndoa ni maisha ya furaha. Na kwenye ndoa tunahitaji uso wa apple, sio uso wa limao. Mwangalie jirani yako, ana uso wa apple au limao? Apple face. Sema Kiingereza apple face. Umekaa hapa unatutisha tu na uso wa limao. Toka. Tunahitaji apple face. Hatuhitaji uso wa limao. Na hapa tumekuja kuuisha ndoa zetu. Na ndoa mara nyingi haziharibiki na wanandoa. Kuna mambo matatu. Jambo la kwanza, uharibifu wa ndoa, maisha ya uchungu. Uchungu unatengeneza mauti. Anaandika Suleiman. Nyumba nyingi zinaishi na uchungu, usione hivyo. Unaweza kurukaruka tu unatembea na uchungu. Anaandika kwenye Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 56. Uchungu wa mauti ni dhambi. Anaandika Ayubu sura ya 6 mstari wa 2. Laiti uchungu wangu ungepimwa. Anaandika Mhubiri sura ya 7 mstari wa 26. Lipo leo na uchungu kuliko mauti. Kuna watu wanaishi na uchungu hata hapa wakicheka kama wanalia. Wanacheka. Utafikiri Fiat. Cheka au utakata mbavu. Toka. Wana uchungu. Maisha ya uchungu kwenye ndoa yanaua ndoa. Usibaki na jambo.
usikubali kufanyika dustbin. Mimi mateja wananiibia, nasonga mbele. Mimi sibaki na kitu moyoni. Najua ndio mawazo yako, nasonga mbele. Na maisha yangu baadaye na familia yangu. Acha kutembea na uchungu. Hapa tunakuja kuletea furaha. Tunahuisha ndoa yako uanze upya.